Glorifie le nom de Jésus. Una sababu ya kupiga Tu as vigelegele une raison de pousser des cris de kwa joie siku tatu pour ces 3 jours ambao tuko kwenye neema ya dans Mungu. lesquels on est dans la grâce de Dieu. Inua mikono yako juu, pepea Lève Baba, tes mains en l'air, balance pour les pères. mikono miwili juu, Les 2 mains en l'air. vigelegele kubwa sana, Très grand cri de joie. piga vigelegele kule juu, Pousse des cris de joie là-dessus. piga vigelegele huku chini, Pousse des cris de joie ici. juu na chini, mtandao hata hetio. Vigelegele vya Bwana vya heshima, rudishia Bwana heshima, utukufu. Au Seigneur comme il Amen. faut. Amen. Asante kwa Mungu ushiko mwaminifu kwetu. Nous remercions Dieu parce qu'il est fidèle envers nous. Alitupangia mpango mzuri Il sana. nous a donné Wa un siku merveilleux tatu. programme de 3 jours. Alianza hiyo siku Il bila a shaka. commencé le Kona premier sikia jour Mungu sans iko doute. pamoja Tu nasi. sens que Dieu est avec nous. Naupatie mtu mkono, Et mwambie donne la main Bwana à iko na quelqu'un, sisi kwa hizi siku tatu, l'Éternel est na avec utaona nous tu ces matokeo 3 ya jours. hii siku Et tu tatu verras le bila résultat de ces shaka. 3 jours sans doute. Mungu ni mwaminifu sana, Dieu nasema est jina tellement lake fidèle, j'ai dit lipewe heshima. que son nom soit Asante loué. pia kuona uko hapa, Merci parce que tu es na aussi Mungu ici. avute machozi Et yote que Dieu unaolia kwa efface mkutano hii. tous les larmes que tu déverses dans cette Niko croisade. nasema njia zote zifunguke kwa Que tous les mkutano chemins hii. se libèrent par Uishi cette neema ya croisade. Bwana. Que tu vives la grâce du Simama Seigneur. sasa, Lève-toi maintenant. turudie mujumbe Nous tulianza allons nayo entrer dans les siku messages ya que kwanza, nous avions introduits le kitabu premier cha jour. Waamuzi 6 Les makumi livres de mbili Juges na mbili. 6, 22. Tunasoma kitabu cha Waamuzi sura yake ya 6 na aya ya 22. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Biblia la Mungu linasema Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu e Bwana Mungu, kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Amen. La version française dit ceci. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Amen. Tuketi, Prenons place. weka mkono wa kulia juu. Place ta main droite en l'air. Yesu, tuko machoni Jésus, pako. nous sommes à tes yeux. Bila shaka ninakukaribisha Sans mara doute, tena, je t'accueille encore une fois. uwe nasi kwa muda huu. Sois avec nous en ces moments. Sema na kila mtu Parle à chacun kupitia neno à lako, travers ta parole. lisindikize kwa kila mtu, Accompagne-la chez lifanye chacun kitu de nous, que ça kikubwa, fasse une sababu grande kupitia chose. neno lako Parce qu'à travers ta tunafunguliwa, parole, on est kupitia libéré. neno lako À travers ta tunapona, parole, on est kupitia guéri. neno lako À travers ta tunafarijiwa. parole, on est consolé. Sema na kanisa jioni Parle à hii, l'église ce soir. nikipambana na kila Je falme za m'oppose giza, contre tout royaume de napambana na ténèbres. uchawi Je yote m'oppose hapa, contre toute napambana na sorcellerie. udhaifu, Je m'oppose contre la kupeperushwa faiblesse, akili, la distraction, kukauka kiroho, la sécheresse kupotea spirituelle. katika maneno. Ninapigana perdre dans la na parole, wajumbe je wa m'oppose. shetani, Le messager wajumbe du wa ulimwengu wa diable, le giza. messager du monde des Nafunguka ténèbres. kazi yao, Je détruis nafungua leur mbingu œuvre. hapa. J'ouvre le Falme wa ciel Baba ici. uje, Que le falme royaume wa du Baba Père vienne. utumike. Que le royaume Roho du Père Mtakatifu agisse. karibu, Saint-Esprit sema na approche. kanisa Parle à kupitia l'église. neno la À travers ta Bwana. parole Acha du utembee Seigneur. hapa Marche na ici. watu wote waseme Et que tout le monde amen dise kubwa. Amen, un grand Amen. Ungelalamika ingekuwa vizuri Si tu zaidi. criais, ça serait beaucoup mieux. Amen. Ujumbe tungali nawe nasema, Le message que nous avons encore umwone dit, Mungu uso que tu vois kwa Dieu uso. face à face. Waambie watu watatu hivyo, Dis à 3 personnes Mungu cela, aonekane kwako que Dieu se présente à uso kwa toi uso. face à face. Ukimwona uso kwa Parce que si uso, tu le vois face à face, akijijulisha kwako uso kwa s'il se uso, présente à toi maisha face à yako face, ta itabadilika. vie sera Haiko changée. gisi uko leo njo C'est pas takuwa tel que tu es aujourd'hui juma que tu inakuja, seras la semaine haiko qui njo vient. gisi utakuwa mwezi C'est pas tel inakuja que tu seras ama le mois mwaka qui vient kesho. ou bien Bwana l'année atakuwa prochaine. amebadilisha maisha yako. L'Éternel aura changé Sema ta amena vie. kubwa Dites kanisa. un grand Amen, Église. Natamani Je twende souhaite pamoja, qu'on aille hata ensemble. miniti 10 Même itakuwa pendant 10 imebarikiwa minutes, tu.
Ça sera kama seulement tuko mbele béni za Bwana. si nous sommes devant le Mungu wetu Seigneur. atusaidie. Que notre Dieu nous aide. Biblia inatuonesha, tuliona La namna Bible nous montre, nous avons vu comment Israeli iliasi Mungu. Israël a désobéi à Dieu. Israeli itaacha mapenzi ya Mungu, Israël va abandonner la taacha volonté. sheria za Ça Bwana, va abandonner les lois de maana Mungu l'Éternel. alikuwa amewapatia Parce que Dieu maagizo leur avait donné des préceptes. watakapoingia katika nchi ya Lorsqu'ils Kana, entreront dans les pays de wakati Canaan, wanatoka Misri. lorsqu'ils vont sortir de l'Égypte, Hapana kujiunga na il ne watu faut wa pas Kana, s'allier aux gens de Canaan. sababu wakionekana Parce que kushirikiana nao s'ils communient ensemble, watakuwa wameingia katika ils vont hali yao ya entrer miungu dans leur situation mikeni kwa des kuiabudu. idoles étrangères pour les adorer. Basi Israeli walipokuwa Alors, Kanaani, lorsque Israël watakuwa était à Canaan, wamesahau neno Mungu ils alisema auront kwao. oublié la parole que Dieu Watakuwa leur avait wamesahau dite. Ils auront sheria oublié ambazo Bwana les alileta juu lois yao. que l'Éternel leur avait données. Watakuwa Ils wamesahau vont oublier maagizo Mungu les aliwapea. préceptes Kama que Dieu vile leur kuna avait mtu donnés. hapa Qu'il y a quelqu'un ana ici agizo Mungu qui a alimupa, un précepte kuna que Dieu lui sheria avait donné. zilifika juu Il y a des yake, lois qui sont lakini descendues kwa sur lui. sasa amekuwa Mais kama pour le mtu moment, il est devenu amefanya comme sambla quelqu'un kwa qui kuzisahau. fait semblant de Kama les utakuwa oublier. umesahau, Si tu vas lakini les mbingu oublier, hazijasahau. mais les cieux n'ont pas Kila encore mtu iko oublié. hapa Chacun de nous ataelewa qui est ici kama Mungu anajua saura que Dieu yote connaît alimkataza, tout ce qu'il lui avait hata amri interdit. 10 aliweka mbele Même les 10 yako. commandements qu'il a Mwenyewe placés devant utakuwa toi. umejua Toi-même, ni tu ya le wapi sauras. umeshika na ya wapi uliweza Lequel tu kuvunja. tiens et lequel tu as brisé. Maandiko ataniambia Et les Écritures vont me pamoja dire, Israeli en kuasi, dépit d'Israël Mungu atawatia d'avoir katika désobéi, mikono wa Dieu va Midian. le placer entre les mains Wa de Midiani Madian. watakuwa wamesumbua Les Israeli, Madians vont watakuwa wamewatesa faire sana souffrir Israël. sababu ya kutokutii mapenzi ya Bwana. Mungu ataachilia adui apate kuwatawala, Dieu va libérer maana Mungu alisema l'ennemi pour akawaambia, qu'il puisse régner kama sur eux. mtasikia Parce que sauti Dieu a yangu dit, si vous écoutez mtakula mon mema nom, ya nchi, ma lakini voix, msiposikia vous mangerez du sauti bon yangu fruit du pays. Mais si vous adui n'écoutez atakuwa pas ma voix, amewatawala. l'ennemi Na kuna mtu iko dominera sur hapa, vous. Il y kuna a quelqu'un kipindi ici. kizito konapitia, Il y a un moment labda difficile amewazia qu'il ni traverse. wachawi, Peut-être qu'il pense wala que ce sont les sikatai. sorciers. Je ne refuse Kuna pas. kipindi Il kingine y a d'autres kinampata moments mtu qui arrivent jua à alitia quelqu'un masikio magumu, parce qu'il a hakutaka endurci ses ishi oreilles. gisi Mungu Il n'a pas ametaka, voulu vivre tel que hakutaka Dieu le tembea veut. sawasawa Il na n'a pas mapenzi voulu ya Bwana. marcher selon Labda la volonté atakuwa du Seigneur. amejiongoza, Peut-être qu'il va se atakuwa conduire. ameongozwa na jamaa yake, Sera dirigé atakuwa par sa ameongozwa na rafiki yake, Sera dirigé atakuwa par ses ameongozwa na mume wake Sera ama dirigé mke, par son lakini mari ou son pamoja épouse. utaelewa Mais en dépit de katika cela, maisha ya tu comprendras Ukristo que dans la vie tutamfanya chrétienne, Mungu wa nous allons kwanza, faire de Dieu sababu le kama premier. Mungu akiwa Parce que mbele, si Dieu est yeye ndio devant, atatuonesha c'est lui qui njia, va nous na montrer bila le chemin. shaka Et sans ameitwa doute, njia ya on kweli, l'appelle yani le Yesu chemin de la Kristo. vérité. Kama Donc, tukimweka Jésus-Christ, mbele, si nous le hata plaçons tupitie devant, vita, même si nous hata traversons tukutane les maisha combats, ukatisha même si nous tamaa, rencontrons des mambo vies yote qui nous font yatabadilika, désespérer, toutes choses maana vont yote changer. ana Mungu ana Parce que vyote. tout celui qui Sema a amen Dieu na a toutes kanisa la choses. Bwana. Dis amen, Église du Seigneur. Mara tena sema amen na Encore kubwa. une fois, dis un grand amen. Basi wa Midiani watakuwa Alors, les wamesumbua Madians vont Israeli. faire souffrir Israël. Biblia inaniambia Et la Bible me dit, wana wa Israeli le peuple watakuwa d'Israël wamechimba mashimo aura creusé des katika trous milima, sur des montagnes. wanajificha ndani Ils se cachent dedans kwa kukimbia wa Midiani, pour fuir le Madian. watajijengea mapango Ils vont bâtir kusudi des haies waangalie pour kama voir Wamidiani si les hawatawapata, Madians ne pourront pas ijapokuwa wako les katika trouver. mateso. Bien qu'ils soient dans Na la Biblia souffrance. inasema Et la Bible watakuwa dit, wamesumbua Israeli ils auront muda wa miaka 7. fait souffrir Bwana amewaweka Israël katika mikono pendant wa 7 ans. Midiani. L'Éternel Kuna les place mtu iko entre les hapa mains des Madians. labda ametawaliwa na maadui. Peut-être qu'il est Maadui dominé wana par les mpango ennemis. fulani juu ya Les maisha ennemis yake. ont un certain Maadui plan sur wamewatesa, sa vie. Les ennemis hauishi le font maisha souffrir. Mungu alikutakia, Tu ne vis pas la vie sababu que kuna Dieu t'a adui souhaitée. alijitokeza Parce qu'il y a un kwako, ennemi qui lakini s'est présenté mkutano à wa toi. hii siku Mais tatu la croisade de ces itaongea 3 juu ya adui yako, parler contre na ton labda ennemi. mabaya alikutakia peut-être que le itakuwa mal que t'as amemhudilia. souhaité Bila shaka le ninaiongea retourner sans doute, pale je le dis. madhabahuni. Neema sur Bwana l'autel. aliachilia La pasio grâce ya de l'Éternel kawaida. a libéré Ndio ici kwa n'est maana pas nataka ordinaire. nishawishi C'est pour mtu cela hapa, que je vais conseiller utake quelqu'un ici, usipotaka, que tu le veux ou vita pas. uliopitia Bwana combats tena que tu as kuibadilisha, traversés, l'Éternel va itakuwa les changer. imegeukia watesi wako, va retourner na à utakuwa tes umenyamaza oppresseurs. kimya, Et toi, tu na vas rester ninatamani calme. useme tu Et je souhaite que tu ndio dises ya seulement, kabambi, oui ya à sauti, haute voix, ya nguvu, à très haute ya voix, avec uwezo, force, avec ya pouvoir, mamlaka, avec autorité. kusudi adui yako apate Pour kile que ton ennemi anachokutumia kimhudilia siku ya leo. Il t'a envoyé que ça le retourne aujourd'hui. Sema amena kubwa. Dis un grand amen.
alors il va faire souffrir Israël pendant 7 ans. Les Écritures me disent Israël cultive les champs. Après avoir cultivé les champs, les Madians vont s'allier avec les Amalécites. Ils iront tout piller. Tout ce que Israël a cultivé. Comme ici, il y a quelqu'un qui se bat dans la vie, qui travaille trop, qui a la force physique, qui a de l'intelligence. Mais ces histoires ne marchent pas. La vie n'avance pas. Parfois il veut avancer. L'ennemi des plans pour le faire régresser. Tu vois sa vie kama vile kwenye mlima Seir, lakini kwa imani ninayo, pia kwa imani ulifunzwa. Mungu tunembeba, atakuwa ameweka njia. Hiyo hali ya kurudia nyuma kila leo, hiyo hali ya kumaliza pesa kila leo, hiyo hali kazi kuisha kila leo bila sababu hata uchumba, Bwana atakuwa amebadilisha na atakuwa ameweka maisha mapya kwa mtu. Maana namna nimesikia neema ya Bwana ilifika hapa, imeniumbia kitu kama kuna yale Bwana atenda fanyia kanisa letu nchini. Bwana atenda fanyia mtu mmoja hapa bila shaka. Mungu wetu atusaidie sana. Wamitiani watakuwa wamesumbua Israeli. Biblia inaniambia waliingia katika Israeli, hata walikutana kondoo watachukua, watakuta yali ngombe, kama ni punda, kama ni kitu yoyote wanachukua. Wala kuna riziki waliacha katika Israeli. Waliacha Israeli katika ukiwa, sababu ni adui asiyetaka furaha ya Israeli. Kama vile usiwaze kuna yule ambaye ameitwa adui atafurahi akutongali mzima. Usiwaze atafurahi kesho akutongali unapata mkate. Usiwaze atafurahi kesho akutokona afya njema. Adui ni adui wakati anainuka juu yako, atapenda angamize maisha yako yote. Mahali popote utakuwa usipate amani. Lakini Mungu tunayemwamini ameitwa mfalme wa amani. Hata adui akutakia kuhangaika, mfalme wa amani atakuwa ameongea kitu juu ya maisha yetu. Mungu wetu atusaidie sana. Hapo atakuwa amemaliza riziki katika Israeli, sababu walikuwa wengi sana. Hawa Midiani walifika wengi sana katika Israeli na watakuwa wamewasumbua. Maandiko yananiambia watasumbuliwa kwa mateso makubwa sana. Adui atakuwa amewatesa, atakuwa amewasumbua. Sijue kama hapa kuna mtu ambaye iko anapitia kipindi kizito, iko anasikia imani imecheza, hata angeliomba sana. Angalia kipindi ambacho kontari na mpaka nasikia uke amefika. Nataka nikuambie, pamoja na yote amepitia, Mungu anajua na atakuwa amebadilisha maisha yako. Na haya yote uko unapitia atakuwa amebadilika pale mbele. Hata mwenye utajiuliza ni mimi, na mimi nitakuambia ni wewe, maana Bwana amefanya kazi juu ya maisha yako. Mungu wetu atusaidie. Israeli walipotambua namna wamekuwa katika mateso makubwa, watakuwa katika hali ya kumulilia Mungu, wataonekana kurudia Mungu, watakuwa wamemlilia. Taka niambie mtu leo, jifunze kurudilia Mungu. Kama uliacha kazi yake, fanya hatua tena kurudilia kazi ya Mungu. Kama ulionekana kurudi nyuma kiroho, fanya tena hatua ya kuendelea mbele, sababu pale mbele kuna baraka yako. Kuna tabia za kigeni umekamata mu maisha yako. Nataka nikuambie kwa neema ya siku 3, kamata decision kubadilika. Fanya tena hatua ya kutembea na Mungu. Kuna kitu Mungu atafanya kwako. Hapana masikio yako kufunguka kwa mambo ya vivunja moyo. Acha funguke kwa yale Mungu aliyosema kwako. Basi Israeli itajikuta itakuwa amelilia Bwana, itakuwa amemrudia Bwana, itakuwa amepiga tena magoti mbele za Bwana. Bwana apate kuwasamehe, kama vile tungesema Bwana uhurumie mji wetu, aondoe mavifo, aondoe magonjwa masuluba ambayo imesumbua watoto wetu. Hata kupitia sadaka tumetoa, aenda kavunja ile mtego ya adui
habari ya mauti ya mwisho hii mwezi na mwezi wa 5, na mtu mmoja apambane nao na kuikemea kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Shambulia hayo. Attaque-le. Shambulia hiyo. Attaque-le. Hiyo magonjwa. Cette maladie. Hizo pepo za mauti. Ces esprits de mort. Zako umepambana nazo. Tu vas te battre. Zako umezikemea. Tu vas le réprimer. Funguliwa kwa kukemea hizo pepo. Funguliwa kwa kushambulia hizo pepo za mauti. Hata wewe mwenyewe unaona kwenye mastati namna mauti iko natembea juu ya watu. Hata umeona watoto, na kama utakuwa na mtoto kwenye mikono sahi, utakuwa umemtilia mkono kwa imani ukisema nimekata magonjwa suluba juu ya mtoto, na kama amekuwa nayo utakuwa umepambana nayo. Maana Baba aliweza tuambia sio magonjwa kawaida, ni magonjwa watu wa ulimwengu wa giza watatuma shabaku mwanga damu ya watoto. Na sisi kwa mkutano wa leo tunapambana na hiyo hewa, na watu waisindikize iwe hivyo mara 4 ya vigelegele kubwa sana ya nguvu. Basi Mungu aliposikia kilio cha Israeli, Biblia inaniambia atatuma nabii kwa ajili ya Israeli. Atatuma nabii ambaye ataongea kwa ajili yao, ambaye atasema kwa ajili yao, kuwaonesha mahali walitoka kwenye njia ya Mungu, kuwaonesha makosa yao. Nabii atakuwa amefika, maana nabii wa kweli habaki katika injili ya kubariki tu, habaki katika maneno ya kupaka mafuta katika udhaifu. Ni mtu ambaye iko upande wa Mungu tu. Kila Mungu amemwambia ndicho atasema, kile Bwana anamwambia ndicho atafanya. Hatembee kwa akili za mtu, hatembee kwa akili ya mtu yeyote. Ni mtu utaka afurahisha Mungu, maana amejua akifurahisha Mungu hata watu wamchukie. Ule Mungu ambaye amini anamfurahisha, ipo siku atamupa nafasi, ipo siku ataongea kwa ajili yake. Hapo natamani waambie watu wawili, jifunze kutembea katika kweli ya Mungu. Mtu akuchukie, asipokuchukia uwe ngambo ya Mungu. Ameitwa mtetezi wanaonewa, ameitwa mfariji, ameitwa ana neno la mwisho kwa maisha mtu mmoja hapa kwa mkutano hii. Na wakati atakaposema hata dunia iseme yake itakuwa bure, ya Mungu itakuwa imekamilika, maana Mungu wetu ni amina na kweli. Hapa nataka nikuambie, huyo Mungu akiwa upande wako, hata dunia itake kuangamiza maisha yako utaangamia, maana Mungu ni mbeba, ana nguvu kushinda dunia. Na watu moja piga vigelegele kubwa sana. Oh Yesu, oh haleluya, haleluya. Hautafunguka. Haleluya, haleluya, haleluya. Na pia atafika tambia Israeli, mlipokuwa Misri Mungu aliwaokoa, kawatosha katika utumwa, katika utumwa. Atakuwa amewatosha katika nchi ya Misri. Bila shaka atawaokoa kwa mkono wa utumwa. Kuna mtu ni mtumwa hapa leo, Bwana atamuokoa kwa mkono wa maadui. Kuna mtu hapa amekuwa katika mkono ya uvamizi ya magonjwa, Bwana atakuwa amemuokoa na kumtosha katika leha. Kuna mtu hapa wachawi wamemuonea leo,
ama wao ama sisi. Baba alisema atatupigania na sisi tutakuwa tumenyamaza kimya, na hapo kanisa itasema ndio kubwa. Haleluya. Haleluya. Nabii atatabiri, Bwana akakuokoa Israeli katika mkono wa utumwa huko katika nyumba huko Misri. Na pia atawaambia haikutoshelea, wote waliokuonea Israeli, walioinuka juu yako, Bwana akakutosha kwenye mkono yao. Niambie watu waine tangu sai, Mupiga anasema anekuonea atafika tu mwisho. Akiendelea kukuonea atapata cha mtema kuni. Wote waliokuonea na waweka chini ya miguu yako leo, utakuwa umewakanyaga. Maana ni andiko, Baba anasema ataweka adui chini ya miguu yako. Utakuwa umemkanyaga, utakuwa umemponda. Domo yako utaimaliza, uchawi yako utaimaliza, mairizi yako utaimaliza. Adui namuweka chini ya miguu ya wababa hapa, chini ya miguu ya wakaka hapa, chini ya miguu ya wamama hapa, chini ya miguu ya wadada hapa. Hata watoto wetu waonekane kuwa vichwa. Maadui zao Bwana wageuze si kitu, mpaka maisha yao ipate kuangamia, mpaka wajue kuna Mungu tumembeba. Nasikia nikuambie kwa utabiri, unitabirie watu 7 adui zako wanaenda pata cha mtema kuni kupitia hizi siku 3. Hazikukuwa za kawaida. Mwenye ulisikia namna vumbi iliruka, ulisikia namna baba aliingia jikoni. Mutabirie kwa imani, maadui wanaenda kunyauka kama vile mpepeo. Maadui zako Bwana anaenda kuwashusha, anaenda kuwafunga vinwa. Keti kanisa, aujuwake adui zako, Bwana atakuonesha wao. Kuko wenye watasema popeke. Maadui zako utawajua kwa ndoto, kiwe itaingia. Nakemea mauti kwake, pepo ya kifo, toka, 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 toka. Adui, 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 adui. Bwana anaambia Israeli, nilikutosha, nilikutosha. Kuna mtu hapa alikuwa na maisha changamoto, alizagaulika na marafiki, alichekelewa na jamaa, alichekelewa na majirani, lakini ipo siku Mungu akafika akamubadilishia jina. Hakukuwa na bugani, leo iko na bugani. Hakuwa anapata pesa kulipa nyumba, leo ziko. Hakuwa anachumbiliwa, leo anaanza chumbiliwa. Hata ndoa haijakuwa. Hakuwa anagusa kitu kiendeke, anaanza na naye wanamuuliza nini uko nauzisha. Elewa Mungu aliyefanya hivyo ni Mungu tunaye tena sai. Atafanya tena kitu kwa mtu mmoja pale juu, atafanya kitu pale juu, atafanya kitu hapa chini, hata kwa jamaa atafanya. Yesu Kristo, oh tebo, tisebo desi, oh tambia Israeli. Sasa mlipoingia Kanaani, munaingia katika ustare.
Kuna mtu ni Mkristo wakati ana shida. Kuna mtu ni mtu mwombaji, anaenda kwa maombi kanisani, kama kuna mambo haikamate. Kuna mtu ambaye ana bidii ya mapenzi ya Mungu, kama changamoto imeingia. Lakini nataka niambie mtu hapa, usifanane mtu wa vile. Elewa maisha yote ni ya Mungu. Hata kule mayai ulisimsahau Mungu. Hata kule mayonnaise usimsahau Mungu. Hata kule samaki, ukule mikate, kumbuka na Mungu aliyekutosa Misri. Hatutamwamini tu wakati tuko na shida, na katika raha tutamjua ni Mungu aliyetutosha kwenye mkono wa Farao. Ni Mungu wa kweli, angali kazini ataendelea kututosha. Oh, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Haleluya, oh haleluya. Siku ya kuendelea mbele ni leo. Siku ya kubarikiwa ni leo. Siku ya kuamuka kiroho, joy. Siku ya kumtumikia Bwana vilivyo, joy. Siku ya kuinuliwa, siku joy, joy, joy. Nabii anawaambia Mori, mukawageukia mkaanza kuabudu, kajiunga na Wakanaani, kaanza kuabudu miungu wa Amori. Japokuwa Bwana alikataa. Nini Bwana alikukataza? Lakini ulirudilia. Njia gani ulikatalaka? Lakini tena ulishakuwa ndani. Maasi gani umebeba ambaye inaweza katume maisha yako yanaharibika, maisha ya jamaa yako yanaharibika? Siku ya leo ni siku ya kugeuka. Umugeukie Baba. Oh. Biblia inaniambia hapo Mungu atatuma malaika. Malaika wa Bwana atakuwa ameshuka. Alishamkubali Israeli. Alishatuma nabii wa kuonya. Kila kinabaki sasa ni kutetea Israeli, ni kutenda mema juu ya Israeli, ni kufariji Israeli. Kama vile yenye nabaki sisi ni kuishi baraka kwa macho. Ukiimba mwenyewe, Mungu Baba, nilisikia habari yako. Na sasa leo nataka nione kwa macho. Njoo ile tumetaka, tupendi tena kwa ahadi. Naongea kwa macho, tuone kwa macho. Sababu yule tunaye, tunatamani atuoneshe kwa macho. Hapana historia. Basi maandiko yananiambia kuna mtu mmoja ataitwa kwa jina la Gideoni. Gideoni alikuwa akipura ngano, anapepeta ngano, anapepa kusudi angalie muda atamaliza, aenda kakimbie, ajifiche kwenye shimo na fiche ile ngano kusudi adui asije akaichukue. Leo ninasema baraka yako adui asione tena. Nasema mchumba wako adui asimwone tena. Mlango wako wa kazi penye banakialoga pale saina batangazia bataona tena. Ujauzito wako sai adui asione tena. Kibali chako Bwana kupe neema, adui asiguse tena, asiguse tena. Neema yako adui asiguse tena. Sai ni kubadilika. Sijue kama umesikia neema ya Bwana hapa. Kama kuna mtu amesikia, ataelewa maisha yake. Kuna kitu Mungu anaenda fanya kwa ajili yake. Ile misingi ya bukwe kuache. Ole sepo tine molesi dostepo. Mtumikie Mungu. Pepea mikono yako juu kanisa. Pepea, pepea kabisa vilivyo mbele za Mungu. Oh,
Yesu Kristo. Mungu wetu apewe sifa. Mungu wetu apewe sifa. Mungu wetu apewe sifa. Niko naongea tu yasione tena. Baraka Mungu anaweka juu yako. Asione tena huduma ninayo. Asione tena utumishi ya mtu mmoja hapa. Na wakitaka kutuangalia wageuke vipofu tu. Bila shaka Bwana tie pilipili mu macho yao. Wageuke vipofu. Noisindikiza amena mara 7 kanisa. Fika gane. Fika na gane kanisa. Nani anatamani mkutano iendelee? Nani anatamani mkutano iendelee? Nani anatamani tumalize leo? Atie mkono juu. Wanapenda tushukuru leo. Atie mkono juu. Moja tu. Mwanapenda wa pili ule naye. Watatu naye. Tumalize leo. Tumalize leo. Anependa tuendelee. Atie mkono juu. Apepeyo mkono. Apepeyo mkono. Maana neema ambayo Bwana ametupa sio ya kawaida. Sio ya kawaida. Ina maana njo mlango wa siku 21 hii itakamilisha maombi ya siku 40. Joy. Tutajua siku ya Mungu. Ibada kwanza ni mkutano. Ibada ya pili ni mkutano. Futa ni kufute kanisa la Bwana. Acha Bwana tupe neema ionekane. Tulishatumika sana. Inabidi tupate mshahara wa kazi ambao tulitumika siku 21, siku 40, siku moja kila siku ya pili, siku ya 5 asubuhi jioni, tena siku moja tukamaliza jioni. Na njoo imeleta mishale ya moto, na mtu mmoja apokee tena hiyo niko nasema pokea hiyo neema. Bwana kulipe kadiri ulivyotumika. Pata msaada wako sababu naistahili. Hata mimi ninaistahili. Kanisa linaistahili. Tuone kwa tendo. Anelia mna tena vya kulia. One modesi le podesi. Iti sepa. Na te podesi le pa. Waimbaji panda ngazi yake utuma. Pana kugeuka tu. Ni watu wa kimwili. Wangejua kama ni watu wa kiroho. Walikuwa wamepokea neema hapo. Walikuwa wameipokea. Aha, Gideoni. Iko na pura, iko na pepeta ngano. Kazini. Malaika wa Bwana atamwona Gideoni katika wana wa Israeli. Acha malaika wa Bwana amwone mtu hapa jioni hii. Nasema Mungu aone mtu mmoja, amtumie malaika wa Bwana mahali huko. Aone chama yako, aone nyumba yako, akutumie neema siku ya leo, ya siku ya 3. Kiona kimwili usikie tena ile uwepo, ile furaha, ile nguvu za maombi. Tuliomba hapa mpaka nikasema mwe hivi, hamuna vya kuchoka. Bwana aliachilia zinga ya maombi kabisa. Nikasema Mungu uko Baba, notabaki tu Baba, notabaki tu mzazi wetu. Basi atamwona Gideoni, malaika atafika. Bila shaka alifika, na iko tena, na iko hata maombi asubuhi. Tulipoanza
hivi nikasikia malaika wa Bwana yuko kwenye mlima wa neema, mlima wa makimbilio, mlima Sinai. Nitaongea na Yotarama hapa. Njoo muda huu, kama Bwana angekufungua macho uone mataa zenye zinawaka hapa, utakuwa umeamini kufika tu hapa. Utakuwa umesikia kuna hali ya msisimuko imeingia, hata utasikia sanyele natoka kwenye kichwa, maana kuna neema, kuna kitu Bwana ameweka. Naona amegawa vioo, hata watu wataona maufunuo, hata watu wataona mandoto. Bwana atakuwa amesema na, maana kuna vioo iko hapa. Ni ujazo ambao Mungu ameita. Hana upendeleo, hana upendeleo kwa wababa, hana upendeleo kwa wamama, hana upendeleo kwa vijana. Njoo Mungu wa madhabahu. Kuna neema nimeona hapa, 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 na hiyo neema tatupa, na iona hapa. Dofe bonde site pa. Kuna ujazo, tia mikono miwili juu. Kuna ujazo, kuna ujazo usiokuwa wa kawaida, usiokuwa wa kawaida, usiokuwa wa kawaida, usiokuwa wa kawaida, usiokuwa wa kawaida. Maana hapa ameitwa Yerusalemu, siku ya Pentekoste. Kila mtu alinena lugha kadiri Roho alivyomtakia. Pokea neema hiyo, pokea ile nguvu za Roho Mtakatifu zionekane juu yako. Naona mapisho juu ya vichwa hapa, naona mapisho, naona mapisho, naona watata na wakaka wanaopea maua, 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 maua. Naona watu wana vidonda vya ndani. Bwana iko na tunza, iko na tunza, iko na tunza, iko na tunza wafanya biashara. Naona mkono wa Bwana iko na gusa kumacho, kusura, nena geuka na gusa mikono miwili. Pokea neema hiyo, pokea hiyo, pokea hiyo, pokea, 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 pokea. Nawaombea, nawagusa, nawagusa, nakamilisha kwa jina la Yesu Kristo, katika kwa jina la Bwana wa majeshi. Acha boka ya fortema, ni mapepo njoko na winda ujauzito, pepo za kijamaa kwa mume wake. Ajikaze kwa maombi siku 2, asubuhi mpaka saa 10:30. Aombe ukingo ya mtoto, na mtumbo mna magonjwa yenye neza sumbua mtoto. Baada utakuja wapige pendo dakika 14. Baada waombe maji pale pale. Tatumia muda wa siku 7. Na usikaze kuombewa sana, 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 sana. Wenzake wachuguzi wako na mpima kikazi, kukula nyota, hata maumivu mkiwa na mtumbo. Achukue maombi ya siku 3. Afunjele mavita, kuomba baraka na kibali, kibali. Natamani nisikie mtu anaomba kwa neema hii, kwa neema hii, kwa neema hii. Paza sauti, kuna neema hapa. Naona tiwe iko na shusha maji, iko na shusha maji, iko na shusha maji. Profita muda, ongea, 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 ongea. Watoto waletwe waombewe pamoja na wewe. Nyumba uko ndani ombewe mara 3, na nafasi ya kazi mara 3. Watu wako na tako bakie bila
kila kitu, lakini Bwana anaenda kukusaidia. Haitania mwezi wa 7 haujaona mabadiliko, ni Bwana anaongea. Dose po nyota ya utajiri, mumwombee siku 3 za kufuata. Natumie maji ya kunawa laki na ulinzi, na ache kuogopa maadui na wachawi. Ache vilivyo kuogopa ulimwengu wa giza. Pepo za maagano ya maangamizi za baba yake mzazi, toka! Za kijamaa, toka! Pia kwenda lote chini ya maisha yake, chini ya ukingo yake, chini ya baraka yake, chini ya kibali yake, chini ya pepo anayetumikisha nyota yake. Leo ninakunyang'anya yo, namrudishia. Anunue manyumba, anunue magari sai, namwombea ya kuongezewa miaka ya kuishi. Pepo toka! Pia kanisa omba. Naona neema Bwana hapa, neema. Mwimbaji, mhubiri, dasi tosepo desi tinemenepa. Omba Mungu sote, tuombe Mungu, tuombe Baba. Pepo mari de nuit, nafunga ndoa, toka! Omba. Sitaki mtu apuuzie muda. Ni muda wa Baba na sisi. Omba, twende vilivyo kabisa, twende vilivyo. Pepo akichama, pepo amariteni, toka! Fungua nyota yake ya utajiri. Kila kitu akusapo kifanyikiwe. Kivunja wivu ya kichama, wivu ya wenzake wafanya kazi. Nafungua vyote, nafungua mipango yake. Bwana muinue, ibaraka kwa mbele yake aishi. Mtu asikule haki yake. Bwana muinue, misingi ya kichama inomrudisha nyuma kila leo. Baba, iti nei tesebo bai. Omba. Baba iko hapa leo, iko. Mungu mwenye nguvu, iko. Nyota yake funguke, ambao wachawi wako nataka zima kumtupia magonjwa ya kichwa, manea, mutumbo na mgongo na miguu, apose. Napingana naye, nafungua kibali, nafungua nyota yake, nafungua kibali ya biashara ambayo tu yameikalia. Majirani, mukazi, nasafisha ile mlango na kama pepo ya mlonge wametia ndani. Nafungua sai baraka zake. Misingi ya kichama imefunga, yeye na mume wake leo vifunguliwe. Pokea neema. Lana masemi
afunguliwe. Wanadamu wamemwikalia, afunguliwe, afunguliwe. Tia mikono miwili juu. Natamani kwanza wainue ya ndugu yako. Tualike neema ya ishara. Neema ya ishara kwa kila mlima mzito, kwa ile mahitaji magumu, kwa ile mahitaji inabeba moyo, inabeba akili. Sai, inua mkono wa ndugu yako. Tutalika ishara. Wagonjwa wasimame na waombewe, na wale wanaowachunga. Hapa kuna neema sio ya kawaida, sio ya kawaida. Tutalika neema ya ishara. Ishara, miujiza ifanyike kwa kila ameamini leo, kwa kila ameamini leo. Bwana amupe jina jipya, amupe maisha mapya, abomole ile vizito ambayo amebeba, ile magumu, ile mahitaji magumu. Sai, 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 sai. Omba neema ya Isa, neema ya Isa. Isa sifuatane na kila ameamini, kila ameamini, kila ameamini, kila ameamini. Apokea Isa, apokea Isa. Pokea, 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 pokea mabadiliko ya maisha. Maajabu ya Bwana ifanyike kwako leo. Pokea jibu ya maombi, pokea jibu ya mahitaji. Pokea, 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 pokea. Kila mtu ile mlima mzito naiangusha kwa uwezo wa jina la Yesu. Naiangusha, naiangusha, naiangusha ile milima ya kukatisha tamaa. Naiangusha leo, naiangusha leo, naiangusha leo, naiangusha leo, naiangusha, 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 naangusha hiyo milima, hiyo milima ya kichama, ya kichama, ya kichama, kichama. Milima watesi walileta kwako, leo naikuarusa. Milima waliotesa maisha yako, naiongoa, naipomoa na misingi, naipomoa, 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 napomoa, 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 napomoa. Vyote, 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 vyote. Pambana na magonjwa, pambana na utasa, pambana na mauti, pambana na vita inayovamia watoto, mume wako, mke wako, kazi yako, uchumba wako au uchumbini wake. Pambana vita juu ya ujauzito, pambana vita kihuduma, pambana, 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 pambana pepo za mauti kwa mji wetu, kwa nyumba zetu. Pambana. Watu wawili waombeyo sadaka kupitia maombi, watu wawili waweke mikono kwa ajili ya sadaka. Kadiri tunavuruka kazi ya watu wa ulimwengu wa giza, achilia mwenzako pambane, achilia mwenzako pambane. Hiyo magonjwa, hiyo mavifo, sadaka kuteketeza, iteketeze magumu yote, iteketeze shida zote, iteketeze maisha machozi, maisha magumu, iteketeze vifo, iteketeze ajali.
iteketeze magonjwa, iteketeze avortema, iteketeze utasa, iteketeze morne, iteketeze watoto kushindwa masomo, iteketeze watoto kukosa pesa ya kulipa masomo, iteketeze watu kukosa pesa kulipa masomo, iteketeze uchumba kuisha bila sababu, iteketeze kutokuuzisha biashara, iteketeze mikoshi kikazi, iteketeze mavita kijamaa, laana masemi, mavita watu, iteketeze. Omba ukingo kupitia sadaka, kupitia sadaka. Omba ukingo, omba ukingo, omba ukingo, 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 ukingo kwako, kwa mji wetu, kwa jamaa zetu, kwa nyumba zetu, kwa kazi zetu, kwa magari zetu, watoto kwenda shuleni. Bwana wachunge, wachunge kwa vitanda wanolalia. Hata sisi tuovasi yote tutakuwa. Bwana leta ulinzi, Bwana leta ulinzi, aleta ulinzi, aleta ulinzi, ulinzi. Baba, 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 one modesi. Oh, tia mkono juu, ambia Mungu nachotaka fanya, na sikawie. Kwa imani umwambie, sadaka hizi nimetoa za kuteketeza, za ukingo, kama watesi wangu nao walitowaka, na mimi leo nimetoa. Nifanyie sasa hivi, nifanyie hivi, nitendee hivi, na uwe na mamlaka ya kupambana na kila matatizo. Omba vilivyo kabisa. Omba vilivyo. Naombea wote walioshiriki mkutano hii, wainue, wafurahishe, walinde, watenge na mtego ya maadui, wachekeshe bila kukawia, wafurahishe. Mungu ufanye kazi, uwepo liachili hapa, ili tuhakikishe uko nasi. Kama uko nasi, tuone kwa tendo, tuone kwa tendo, tuone kwa macho waziwazi, namna maadui wetu waliotutakia tuishe, wao wakikufa na kumalizika, waliotutakia kuhangaika wakihangaika, na tuishi baraka zetu, tuishi kibali yetu. Kwa sai uwe mtetezi wa kila mtu hapa. Ambia Mungu asante, ambia Mungu asante. Oh, tutaimba wimbo kwa kumaliza. Kabla tuombe mtawanyiko, Yua Yawe, tukiimba kwa sauti. Baadaye tutakuwa tumelaka mkutano, kila mtu aende na neema mpaka nyumbani. Njio utapite neema iwe na wewe, uichunge, usiongeongee. Hata ukutana vikwazo, jiepushe navyo. Vyombo vipigwe vizuri. Kila chombo ipigwe.
base punguza volume. Solo ilie, accompagnement ilie, synthèse ilie.